He. Hizo tabia zimeanza lini? Nini kinaendelea hapa? Samahani bosi, alijumwagia maji bahati mbaya. Ndio nilikuwa nakutafuta. Bahati mbaya? Na iweje wewe umfute kama nani? Wewe kama nani? Lakini mke wangu, mimi nimejimwagia maji bahati mbaya hapa. Nimekuangalia leo tumeona hauonekani. Ndio maana nikamwomba Monica aje nifute. Mimi leo sionekani. Si nilikuwa humu ndani? Kwa mimi hujaniona mpaka muite Monica. Lakini mke wangu, huyu ni mfanyakazi wa ndani. Kazi yake ni kuwajibika kuhusu familia yetu kwa ujumla. Tatizo lolote linapotokea na yeye anahusika kulikabili. Hapo kosa lake liko wapi? Na wewe Monica, kazi zako humu ndani uzijui? Lakini madam, nilikuwa sikuoni. Nikamwona kajimwagia maji, nilikuwa nafuta. Hebu naye, ingia ndani. Mume wangu, hizi tabia sitaki zijitokee tena. Lakini mke wangu, mimi ninapojua mfanyakazi, kazi yake ni kuwajibika kuhusu familia kwa ujumla. Sidhani kama kuna makosa ambayo Monica amefanya ambayo wewe yanakupelekea ukasirike kiasi hicho. Mume wangu, yeye kazi zake huyu ni ndani na sio kukufuta wewe hao maji. Kwa hiyo mume wangu hapa huoni kosa? Sawa, lakini kumbuka hii ni dharura tu. Na wewe ulikuwa uko mbali na ndio maana nikamwomba aje nisaidie. Lakini hamna shida, ameisha. Hili jambo lisijirudie tena kabisa. Sawa, hamna shida. Karibu. Asante. Jennifer, umefuata nini hapa? Mimi nilishamalizana na wewe. Kilichokuleta nini? Unaniuliza kilichonileta ni nini na maana hujui ulichokifanya? Wewe ni mwanaume gani? Ina maana hujui ulichokifanya? Ulinikabidhi pesa, ukalala na mimi, ukafanya unavyovifanya, umenipatia mimba. Alafu unaniuliza hujui ulichokifanya? Kwani wewe ulishindwa kujizuia? Nijizuie kwa lipi? Kati ya mimi na wewe nani anapaswa kumzuia mwenzake? Wewe ndio ulitakiwa kujizuia. Mimi siko tayari kulea mtoto sasa hivi. Hata kama uko tayari, lakini mimi nitakuja hapa kwako. Hapa si kwako, nitakuja hapa. Maana sio ni tu nyumbani watajua. Naomba upambane na hali yako. Sawa, mimi naondoka. Ila nakupa siku moja. After that one day nitakuja hapa kwako. Wewe ulishindwa kujizuia? Leo umenokiwa sasa hivi unakuja unaniambia na mimi. Mimi siko tayari kuitwa baba. Siko tayari kulea mtoto mimi sasa hivi. Bado nakula ujana. Wewe vipi? We kaka, vipi? Umetoa wapi ujasiri wa kushika mkono wangu? Samahani dadangu kama nimekukera au nimekukwaza. Lakini naomba nikuulize kitu. Wewe ni mgeni mazingira haya? Ndio, mimi ni mgeni. Oh. Okay. Basi kama utojali naomba unipe muda mchache tu wa kuzungumza na wewe. Muda mchache wa kuongea na mimi? Mimi sikufahamu. Nimekuona leo, afu naomba muda wa kuongea na mimi? Dadangu, unajua hapa ni mjini. Kwa hiyo swala la kufahamiana na kuzungumza ni swala la kawaida. Ndio kwanza leo unaniona na nakuona. So ni vyema zaidi tungefahamiana. Na pia isitoshe na jambo la kueleza. Mimi sina muda. Sawa, kwa sasa sikufahamu. Sina muda kabisa. Kwa hili utanisamehe. Dada naye lakini mara moja tu tungezungumza. Sio mbaya, nakupata.
Mambo mpenzi. Sasa Umetoka? Yengine kuchukua vitu niandae chakula. Yaani hivyo ulivyo ndio umetoka genge? Ndio. Una shida baby? Ndio, shida ipo. Labda nikwambie kitu kimoja Monica. Unajua wewe ni msichana mzuri sana. Alafu ni mweupe na pia unavutia kwa kila mtu. Ila haya mavazi ukivaa kwa huko nje kila mtu atakutafsiri kivyake. Kuna wengine watafikiria kama wewe ni mwanamke ambaye anajiuza na kuna wengine watafikiria kwamba hauna maadili mazuri. Kwa mfano ukienda hapo nje Kamangi atakuona katika hali hii. Yesu anaweza kukutamani na ukaiweka matatani ndoa yake. Unanielewa vizuri? Kwa hivyo mimi nisingependa sana uvae mavazi. Sawa mpenzi wangu. Msamehe nitajulia tena. Mimi najua hivyo kawaida. Ni kweli wewe unachukulia hapo kawaida. Lakini haya mavazi yana sehemu na sehemu. Kwa mfano sehemu za starehe ndio watu wanavaa mavazi kama haya. Lakini sio nje mtaani hivi sehemu za kawaida tu. Alafu kitu kingine haya mavazi unatakiwa uvae ukiwa na mimi tu mpenzi wako ndani. Lakini kama mbele ya mke wangu au kama kuna wageni hautaki kuvaa tena mavazi kama haya. Unatakiwa ujitue. Unaelewa vizuri? Sawa. Haya, kaniendelee basi hapo. Haya sawa. Vipi dadangu, mbona umekaa hapo nje? Shida nini? Wewe acha tu kakaangu. Eliki yuko humo ndani kanisababishia mimi matatizo na hataki kutoka huku nje kunisaidia. Ndani? Matatizo gani aliyosababishia yeye mpaka jifungie ndani ashindwe kukufungulia mlango? Hamna tu kakaangu, wewe acha. Maana hata sielewi. Nimeshakwambia rudi kwenu, unakuja kesho. Kwa nini unagonga mambo ovyo ovyo? Wewe vipi? Makweba rafiki yangu. Vipi? Sana. Niambie. Sana. Mbona unatoka hivi gazabu makelele kibao? Huyu mwanamke mpuzi sana. Anashindwa kujizuia na kuja kuniambia na ujauzito. Mimi siko tayari kuitwa baba. Sasa Eliki, swala la ujauzito ni swala kulikataa. Swala la kuitwa baba unalikataa? Huwezi kujua ndugu yangu. Kama ndio ikawa ndio ya mwisho hii, haitoki tena. Haya, unaweza kumkataa ule mtoto anataka mtoto wa Diamond. Kumbuka baba anakataliwa sasa hivi. Sitaki na wewe ukataliwa. Unaweza kama mbunge. Unacha msingi wewe mchukue mwanamke. Mlee na mtoto kwa sababu ulishabananga. Wewe achukue yavune. Halafu na chekine, muone mtoto ana begi. Yaani angekuwa amekuja mwenyewe labda sawa. Mbona pale na begi maanisha ni kwao wenyewe washamkataa. Wameshamfukuza yule. Hana pa kwenda hapo unapomuona hapa. Hapo angekaa mpaka kesho. Hapa hapo nje angeliwa mbu wake, maji yake, jua lake, kila kitu chake. Ila hivi ambacho wewe umefanya sio kizuri. Chukue mwana mweke. Makweba. Mimi na wewe tunaheshimiana sana. Ila kwa upande wangu mimi nilikuwa nimeshachukua maamuzi. Nilikuwa sitaki kuitwa baba. Ila kwa sababu na kuheshimu, tunaheshimiana. Namchukua. Ndio vizuri. Watoto wataki kukataliwa ndugu yangu. Unaona? Watoto wataki kukataliwa.
Sema shida yako. Njaa. Sasa unacha asubuhi? Yaani mtoto muda wote unaanza kula tu. Wewe si umekunywa chai asubuhi? Unanikera ujue. Nenda pale jikoni, kuna chakula chako pale juu na usikimalize. Sina mimi muda wa kupika sasa hivi. Ule kidogo tu ubakishe jioni, sawa? Sina mimi muda wa kupika. Nitoke hapa. Mitoto mengine bana. Kula. Mitoto mengine bana. Kwanza kabisa kakaangu, nashukuru kwa msaada ulionisaidia. Maana sijui leo hii sura yangu ningeweka hapa. Maana kule nyumbani nilishafukuzwa kwa sababu ya ujauzito. Asijali kwa hiyo. Kama sisi watu wa Mungu hivi tunajiita. Walipokuwa na matatizo wanakuja kusuluhisha. Umeona? Na yeye katika matatizo kama hayo afuli na yangu sio kitu ya kusaidia. Na pengine kuhusu jamaa yule mtu anakasirika hasira kwa wingi. Kwa hiyo unavyoendelea kuishi naye wanaye makini sana. Anapokasirika sana wewe shuka inadumu sawa. Umeona? Ana kipanda kali. Ana kipanda mbembeleze hivi. Watakuwa sawa. Na kingine basi kukwambia niwe mwoga. Kwa maswala haya manake mwoga kulea. Ndio maana kwa kukatalia hamna kitu bali. Wewe utasomana na peke yake. Kwa hivyo ukijitahidi hivyo unaweza kupita. Nitajitahidi kwa hilo. Kweli. Sasa ulikuwa unaelekea wapi? Sasa hivi narudi nyumbani. Maana nimeacha nyumba peke yake. Haya bwana. Kweli. Monica, unafuata nini hapa? Sana, kuna wakati wetu. Yako. Monica, haya sio makubaliano yetu. Sawa, lakini mimi nakuuliza. Hata kama mke wangu hayupo, lakini hakupaswa kufanya hili linalofanya. Kumbuka uko ndani ya ndoa yangu. Hapana. Nakosa uvumilivu. Monica, nakosea. Macho yamethibitisha kilichotokea, moyo wangu nakataa.